Kanisa linakuja watu na leo. Imepita tarehe 1. Yes. Kuna mwanadada ambaye alikuja pale kwa madhabahu, bado pale kwa kanisa ya Kanyari. Ndio. And that is why inasema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba watu wangu wanapotea because of pale mbele ya kanisa. Sasa hiyo Kanyari anafurahia kinyambisi kabisa. Mpaka kiasi cha kumuuliza, uko na mtu? Yule mwanadada akasema hata wewe ndio unaweza kukua huyo mtu wangu. Luchivia but you are beautiful. Si ni vizuri kwa appreciate. Umeolewa? No. Kai. Watu wanaachaga watu wanakaa hivyo wakiwa peke yake. Jameni. Rukia. Hajaolewa. Wewe ni mali safi. Hiyo ndo kanisa ambazo shame. It's a big shame Luchivia nikiona kanisa ambayo vile imebadilika saa hii. Yes. Na kanisa ambayo Yesu alikuwa ametuletea duniani. Jamani tupatie madhabahu heshima. Watoto ambao wamelelewa kwa dini, wameshika dini, ambao wako na hofu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanajistiri na wanaheshima. Na ndo maana 3,000 ya kukunywa. Wewe wacha mchezo, enda ukae chini. Chukua juice. Ekelea hapo juu na kunywa polepole. Niliingia dini ya Kiislamu kwa sababu sikushinikizwa kuingia na mtu yote. Lakini niliona kwa matendo zao zikanifurahisha, nikaingia dini ya Kiislamu. Niliona vile wanavaa, vile wanatembea, vile wana hofu ya Mwenyezi Mungu, vile wanaishi na watu, nikasema hii ndio dini ambayo mimi nafaa kuingia. Leo hii nionyeshe Muislamu mmoja ambaye ameshika dini, ambaye umefanya naye biashara akakurusha, nitakwambia hakuna. Kwa sababu wako na hofu ya Mwenyezi Mungu. Na sasa nilipata my new sweetheart in town and she is here. Na nilikwambia ukuja mapema uhubiri. Leo main service ndio ulikuwa uhubiri. Kuja. Wangapi wanajua my girl. Dini wamechunga ndoa zao. So many divorce cases don't happen on the other side. They happen on the other side. Leo hii nchi hii tunapoongea na wewe ama dunia mzima, idadi ya watoto ambao wamezaliwa kwa zinaa ni upande mwingine. Kwa Waislamu ni wachache sana watoto wamezaliwa kwa zinaa. Kwa Waislamu nikaona koti inadhibitisha, inasema ya kwamba lazima watoto ambao wamezaliwa kwa zinaa. My best friend, nilisikia nikitukanwa na mama fulani ya Radio Jambo. Anaitwa nani? Anaitwa ule anachezaga vipindi. Wibronda. Anaitwa? Wewe Wibronda unanitukania nini? Hii mimi ni wa kanisa, wewe ni wa radio station. Wachana na mimi. Wewe ni comedian. Sasa Wibronda ananitukana, Kanyari anachafua madhabahu. Kwani ni yake? Wibronda akanitusi. Sasa wacha nikupatie story. Jana nilikuwa nikununulia manguo. Wapewe nafasi, hatuna shida nayo. Lakini tunadhalilisha, tunajaribu kuapprove kitu inaitwa zinaa. Niliona viongozi wa dini wamejitokeza na wakasema ya kwamba tuseme kuna ubaya, kuna kuteleza, lakini tusiishi kufuel ya kwamba tunafurahia watoto wa zinaa. Mimi niko na watoto wa zinaa. Kama bado niko pande ile nyingine, ninajua shida ya kupata watoto nje ya ndoa na kuwa na... Lakini leo nitakupatia pesa hiyo manguo. Pesa ngapi? Nguo. Inakutoka pesa ngapi? Nguo zinatoka pesa ngapi za wanawake? Piece moja? Piece moja ni 2,000. 2,000? Yes. Wacha nikununulie kwanza za Sunday 3. Unajua huyu hana nguo. Watoto wa zinaa. Unapata pointi? Kupata shehe. Ningekuwa na uwezo ya kujizaliwa tena mara ya pili. Nikuwe na uwezo wa kubadilisha maisha yangu, kwanza nirudi kwa tumbo ya mama yangu. Ningekwanza kusema kwamba ningekuwa Muislamu. Ningekuwa Muislamu. Kuanzia utotoni.
Ni nguo za mutaa. Nikununulia nguo ngapi, ingani na gani? Dadi, kwanza wananiita paka ya msituni. Walikuita? Paka ya msituni. Paka ya msituni. Naendelea kumuombea na vile naendelea kumuombea bado namuona social media huko TikTok bado wanakunywa kabisa. Sasa nikasema paka ya msituni, rudi msituni paka. Aya, kuja nikupatie 6,000 ya manguo, 6,000 ya manguo. 1 2 3 4 5 6. Hii usiende kukunywa pombe. Aya, shika hii ni 6,000. Kama unataka kukunywa nikupe 1,000 ngapi ya kukunywa? 3 ya kukunywa. 3,000 ya kukunywa. Wewe wacha mchezo, enda ukae chini. Christians, because we are rotten to the core as Christians. We are rotten. And it's time somebody said this. Pastors are only interested in going to church to get money.